Hello guys, hello my good people. Welcome back to my YouTube channel. My good name is J Eclipse and I'm back again with another interesting video. Kama kawaida nimerudia story ya Pamela Aili. Msichana mwenye anafanya kazi na Obina, mwenye huyu mwenye amenyoa kuna alikuanga TikTok but alitoka akaenda kwa Obina kufanya kazi huko, so sahii bado anafanya kazi na yeye. So nimerudi na story yake, na before tuende kwa hiyo story, ningependa sana kuwashukuru guys for your support. Thank you for always supporting me. Thank you for, yani nyinyi ndo mnafanya ile kitu. Thank you for everything yenye mnafanya, be it sharing videos, be it yani vitu zote zenye mnafanya, naweza sema thank you. So kuna wenye wanakosea sana, wanawatch video na hawaja subscribe, sijui wanangoja nini, ama wanaogopa ati itawa cost. I cost anything, imagine ni free of charge, una click tu hiyo kitu alafu itaturn red na ni hivyo, hautaitishwe pesa sijui nini, hakuna kitu yote utaitishwa. Alafu after kusubscribe, make sure you click the notification bell so that anytime I upload any video you will be notified, because kuna wenye wanapata video ya last week wanapata leo, video sijui last month wanapata sijui lini. Ni kwa nini hawaja click the notification bell? Imagine ukiclick tu utaletewa video kwa wakati ile time nimeipost, utakuwa unaambiwa na utapata videos zote. Ukiclick hiyo utapata videos zote, hakuna yenye itakupita juu anytime nimeupload, immediately nimeiupload utaambiwa. Na hiyo itakuwa kazi rahisi juu utakuwa unakumbushwa, si ati unaenda kutafuta sijui, unakuwa na kazi ngumu. Ukiclick utakuwa na kazi rahisi sana. So kuna wenye hawaja subscribe, naomba msubscribe na mshare, ambia marafiki, relatives, yani watu wote wa subscribe. So tuliagree before the end of this month tukuwe tumefika 500 subscribers, na tuku road to hiyo 500 subscribers juu tunataka by next month ikiisha tukuwe tumefika around 700, alafu the other month tufike 1k mbio, si ndio guys? Najua hamtaniangusha. So tufanye hivyo, watu wa subscribe, waambiane, wa share video, wa like, wa comment, wafanye kila kitu yenye inafaa na tuendelee, si ndio? So nimerudi na story ya Pamela Aili. You all know that kuna rumors zilitokea about Pamela na Munez wakiwa job, na hiyo kitu ilifanya Pamela akafukuzwa na akarudishwa baadaye after kuomba msamaha. Kuna vitu zimekuwa zikiendelea, like watu walikuwa wanasema wana date na walipatikana walipatikana wakiwa job. So Obina alikasirika juu ya hiyo story, akamwambia angoje kidogo afanye utafiti ndio arudi job. So alistopishwa, aka resume baadaye. So after hiyo kitu kuendelea ni kama waliachana, so sielewi. So kuna huyu msichana alijitokeza akisema Pamela anadate chali yake, na ikianzaanza alipata kama wanaongea, akauliza Pamela, akamwambia they're just friends. So alisema kama nyinyi ni friends siwezi wakataza, si ni vizuri kuwa friends. So aka-assume. So juzi aliona hii kitu inaendelea inazidi, akaamua kuulizia. Hey guys, alipata hawa watu wana date. Alafu the worst thing yenye alifanya, alianza kutangaza kwenye social media, akaanza kutusi Pamela, sijui kufanya nini ati Pamela amemnyang'anya chali, na mimi naweza kukublame wewe msichana. Wewe unafaa kuoana na Willy Paul juu kuna ujinga zingine, mko na utoto. Mbona unasema umenyang'anywa bwana? Kwani huyu chali yako ni nini? Like mbona unanyang'anywa tu? Umenyang'anywa. Kwani uliziliwa na yeye unasema alinyang'anywa? Ndio chali atoke kwa msichana mwingine aende kwa mwingine. Juu hiyo sasa sidhani kama ni kucheat juu ni kitu alishaona au akamdanganya. So ndio atoke kwa msichana kwako aende kwa Pamela, inamaanisha kuna makosa ameona kwako, ama kuna kitu ameona kwako yenye haimpendezi, ama kuna kitu hapati kwako yenye anaona anaweza pata kwingine. Mjua kitu inafanyanga wanaume watoke kwa wasichana ni kitu kama kelele. So wakitaka peace wanatoka, wanakuacha, wanaenda kwa mwingine mahali wanaweza pata peace. So msichana usiseme umenyang'anywa chali.
Charlie ndiye aliona Pamela kama approach juice. I don't think kama Pamela alikatia huyo msee. Most of the time wanaume ndio wanakatianga wasichana, na mimi naweza sema kulingana vile najua Pamela haezi katia uchali, ni Charlie alimkatia. So huyu msichana sianze kuteta ati Pamela amemnyang'anya. Si Pamela alimkatia. Bwana Charlie ndiye alimtoka, aliamua kumwacha aende kwa mtu mwingine. So wewe pia ukishaachwa, kubali, achika na move on vile huyu mwanaume ameshaamua kumove on. Ni kama uko na mdomo. Kama kitu kidogo hivi badala ya kusolve vitu yani in private unaleta kwa social media, inamaanisha uko na mdomo. Ulichosha huyu mwanaume na mdomo, kelele kila saa, ndio maana aliamua kuenda kwa mtu mwingine ambaye ni Pamela. So usianze kuteta sijui ni hujanyang'anywa, ni wewe ulifanya makosa akakutoka. So ukiachwa achika na uache ujinga zenye unaleta kwa social media. Kama Willy Paul sijui aliachana na demu wake sijui lini, sijui years ngapi ago, alafu na uache ujinga zenye unaleta kwa social media. Kama Willy Paul sijui aliachana na demu wake sijui lini, sijui years ngapi ago, alafu vile aliona nayo Obina akaanza kuteta sijui ni demu. Nyinyi mwawane juu mnafanana, akili zenu zinatoshana. Amfikiri like hakuna mwenye alizaliwa na chali hapa. Haukuzaliwa na chali. Kama ni wako amekunyang'anya, inamaanisha ulimzaa. Kama unataka wako mwenye huwezi nyang'anywa, zaa wako ama uchonge sijui, fanya vile unaweza taka bora upate wako mwenye unasema huyu ni wangu. Si mtoto wa mtu mwenye ulipata akishazaliwa unaanza kusema wangu. Hapana. Move on na make sure umeheal. Charlie ameshaamua kudate Pamela na waache na amani. Usianze kuvuruga vitu za wenyewe, relationship za wenyewe, na tutawasupport hadi wafanye harusi. Si ndio guys? Hebu mcomment kwenye comment section nijue. Kwani kama Pamela alifanya the right thing ama la, ama okay, mwenye makosa ni Pamela ama Charlie? Niambie kwenye comment section nikae nikijua nisi overthink, nisikuwe side moja. Yeah, so guys, thank you for watching. Like, share and comment, and don't forget to subscribe. Bye bye guys, I love you.